Raundi wakihesabu tunahesabu. Raundi hakuna kupiga kura ati twende nyumbani. Tunakaa hapo. Si kazi ya IEBC pia ni kuhesabu. Na iko shida gani sisi tukihesabu? Ya kisiasa ni nini kimekuchochea sana sana kuingia katika siasa na kutaka kuwania kiti cha useneta kwenye kaunti ya Bungoma? Kwanza kabisa chenye kilifanya niingie siasa. Siasa ni kitu ambayo inatoka moyoni, si decision ambayo tunaweza amka leo hii na useme unataka kuwa mwanasiasa, because kuwa mwanasiasa lazima pia ukuwe kiongozi, na iko na changamoto mingi sana kushinda hata uzuri wake. Unaweza amka leo hii wamekutusi katika media, unaamka unaenda una address watu, people are heckling, so iko na challenges mingi, na niliamua kwamba I'm ready to address the challenges and to serve the people of Bungoma. And the reason as to why nili choose kukuja katika kiti ya useneta, you know, our senator here tangu achaguliwe kwa miaka kadhaa ambazo zimepita, amekuwa akilala. 2022 ikapita, 2023 imepita, 2024 imepita, 2025 ndio imelapse. Sasa hizi last minute ndiye anaamka anajikuta inafaa afanye kazi yake ya oversight, kazi ambayo tulimtuma. And you know very well, kazi ya senator ni kazi ya representation, kazi ya kumake laws na how to discuss on allocation of the budget ya national government. On top of that, kazi ya senator ni kuimpeach either the president, either the deputy and the governors. But huyu wetu amekuwa tu akiamka anasifia mtu fulani, akiamka anaongelea mtu fulani, akiamka ni misamiati, akiamka kadamnasi samawati uchumi. My friend, watu wa Bungoma hawatakula hizo vitu. Watu wa Bungoma wanataka waone oversight imefanyika, wewe ukisaidiana na gavana, ndio maendeleo itafika hapa kaunti yetu ya Bungoma. Tunajua vizuri senator si kujenga shule, but through oversight, kuuliza gavana, hii pesa imekuja, tutafanya namna gani? Wewe si kazi yako kuenda kwa mashule, kuenda kwa hospitali. Saizi kazi yako unatupigia tu picha, una post mitandaoni, ati sasa ndio nimeanza oversight, ndio niko nafanya kazi. Hii miaka yote ndugu yangu amekuwa wapi? Tuambiane ukweli my friend. Watu wa Bungoma wanahitaji senator ambaye atakuwa na vijana, senator ambaye atafanya oversight, senator ambaye ata make sure the money that comes to our county is working and is helping the people of Bungoma. Not this misamiati na kadamnasi ambayo tunaona kwa bunge. Hiyo haitasaidia mwananchi yeyote wa Bungoma. Pengine ule mwananchi ambaye unamwadresi siku ya leo atataka kukuuliza, wakati ule senator pia alikuwa anaomba kura, maneno haya si mageni, pia alikuwa anazungumza venye anazungumza. Ni jambo gani ambalo umeona like utakuja ufanye different, umake sure watu wameridhika na ile nini kazi yako ambayo unafanya? Okay, thanks. I've just said that the work of a senator, it is to represent the people. Representing the people is now to call the governor into accountability. Because wewe ndio unaleta mgao wa pesa hapa Bungoma. Na kama unaleta pesa na ufuatilii, una expect mwananchi wa kawaida apate aje maendeleo? Wewe kama senator lazima ufanye kazi na ma MCAs, ndio ukuwe na in good terms na ma MCAs, because MCAs are the last people to execute the work. Me as a senator, my work is just to bring the money, but my work is not executing to the ground, to the people. Me as the senator, I have the mandate under our constitution to call the governor, kumuuliza governor, hii pesa imefanya kazi gani? Na hiyo ndio kazi ya senator. Na ukiwa senator mwenye tu we kazi yako ni kwa media, my friend, kuna watu ambao ni wazee ambao wako na miaka zaidi ya 60. Ukienda constituency kama hii ya Sirisia, hii constituency hata ukienda huko sidhani kama ECD iko huko. Na watu wangu wa Bungoma na Kenya nzima inafaa waelewe kazi ya women rep, kazi ya mbunge, kazi ya gavana, kazi ya senator na kazi ya rais. Kwa sababu hata kuna watu huko
mashinani wanaweza fikiria wakiona shule inalonjiwa na mbunge wanapiga makofi, wanafikiria ni senator kwa sababu senator amealikwa during the launching, so they think that it is now the senator who has done it because hawaelewi kazi ya senator. Nataka kuambia watu wetu wa Bungoma, kazi ya senator si kujenga. Kazi ya senator ni ku make sure pesa ambazo zimekuja katika county zimefanya kazi. La mwisho nikimalizia kwa hiyo point. Juzi nimeona senator wetu akipiga kelele, sijui kuna wale wafanyikazi wa county hawako wamelipwa kwa miezi karibu 8. Hii miezi ambazo zimekuwa hapa, anataka kutuambia hakukuwa aware kwamba hao wafanyikazi hawalipwi. The guy knows. It's only that anangojea ikishalipuka ndio akuje atupostie kwa media. After the guy posted, he has done nothing. Hii kuenda kujifanya unapiga maambulance na mashule mapicha. Haitusaidii. Mwananchi wa kawaida anataka aone unaita gavana, unamuuliza pesa iko wapi? Umefanya kufikia wapi? That's now the work of a senator. Na mimi nataka kuambia vijana wenzangu tafadhali. Raundi mmechanuka, mko rada na mko kadi. Ukizungumzia vijana wamechanuka, wako rada na wako kadi. Jumapili ambayo inakuja, kwanza Jumamosi, kiongozi ambaye ni wa vijana kote nchini, nimeona vijana wengi wanamshabikia sana Edwin Sifuna, anaelekea katika kaunti ya Trans Nzoia siku ya Jumamosi. Then Jumapili yuko hapa Bungoma. Vijana wa kaunti hii ya Bungoma, ukiongozwa na wewe ni kijana kutoka kwa kaunti nyingine ya bunge la Kabuchai, mmejipanga vipi kuhusiana na hii rally ya Edwin Sifuna hapa Posta Ground? Unajua, kwanza kabisa tunafurahia sana anakuja Bungoma. Anakuja home ground, na sisi kama vijana tutajitokeza kwa wingi na tuko tunafanya mobilization. Si mobilization ya kupeana pesa. Mobilization ya agenda ambazo huyu kiongozi ambaye anakuja ako nazo. Na vijana ukiangalia kwa mikutano ambazo huyu kiongozi ambaye ni Edwin Sifuna amekuwa nazo, vijana wamekuwa wakijitokeza. So nafikiria hata hapo Posta Ground itajaa mpaka itabidi tutafute space kwingine. Na tumejipanga because watu wengi wamekuwa wakisema tumegawanyika, sijui hatuna kiongozi, ati opposition iko tu imelala, hawajui watashindana na nani. Mimi nataka niwaambie kitu moja. Yule ambaye tunaenda kutoa kama rais tunamjua. Na yule ambaye tutaingiza kama rais bado hatujui. Lakini yule ambaye tunaenda kutoa tushamjua. Na wasikue sana, wasitupatie pressure sana mingi. Because sisi pia lazima tujialign. Na Western round hii tumekuwa tukiachwa nyuma sana. But I believe that this time round dunia nzima, Kenya nzima wako wanaangalia huyu kiongozi ambaye anaitwa Edwin Sifuna. Na round hii Waluya lazima tulale State House. Pengine kama vijana, Sifuna akikuja ni agenda zipi mtampatia, kwa sababu aliongea huko Bumula, kitu ambacho mtamwambia hapa ndiye ataenda kutangaza Nairobi? Ni nini kama vijana mmejipanga naye kumweleza Sifuna? Sisi kama vijana kwanza tunaambia Sifuna, we are not ready to deputize anyone else. We are ready to be deputized. That's all. Sifuna akuwe deputized. Hao wengine wazee hao wamekuwa kwa siasa hii miaka yote. Tumeonja uongozi wao. Imefikia wakati sasa hivi wao pia waonje uongozi wetu. Na unajua siasa, my friend, ni kama mpira. Vile Arsenal imebeba ligi round hii na Manchester tukawa namba 3, si wale players ambao to waste the other EPL ndio tutaweka kwa the coming league? Hapana. So siasa pia tukiona hao wenye wamekuwa hapo wameshindwa kutuletea maendeleo, si tunafanya substitution, ndio tunabadilisha, tunaweka huyu kidogo anafanya mambo yake, tunaona na tunaelekea mbele, ndio. Pengine ukimalizia, nataka uelezee wale watazamaji ambao pia ni wafuasi wako, umewapangia nini na nini unataka kutoka kwao wakati tunaelekea kwenye msimu wa siasa na uchaguzi wa mwaka 2027? Mimi kwa watu wa Bungoma nataka tu kuambia tuachane na propaganda, tuache kutumika, tusikize kiongozi ambaye ako na maono, kiongozi ambaye hajakuwa kwa hii serikali, kiongozi ambaye haizi kupatia shilingi 500 ili uende upigane, kiongozi ambaye haizi kupatia shilingi 1000 alafu kesho wewe ukimchagua anakuibia kushinda ile ambaye alikupatia. So vijana saa hii tukue kimoja,
tukue kadi na tukue ngangari. Raundi hii wakihesabu tunahesabu. Raundi hii hakuna kupiga kura ati tuende nyumbani. Tunakaa hapo. Si kazi ya IEBC pia ni kuhesabu. Na iko shida gani sisi tukihesabu? Tukiwasaidia? Na mpenzi mtazamaji, jina langu ni Felix Wanjala. Nilivyokueleza, tumekuwa studioni na mgeni ambaye pia ni mgombea wa kiti cha useneta kwenye kaunti ya Bungoma, Honorable Omubunge. Karibu sana. Asante kwa mahojiano. Okay.